Kinywa kinaumba. Tunajitamkia wenyewe mambo mazuri. Sisi tumebarikiwa kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu imetufanya tubarikiwe. Hatuwezi kutembea kinyonge kwa jina la Yesu. Kwa hiyo hata ukikutana na mtu akikwambia Bwana asifiwe, unamwangalia afu unasema nimebarikiwa. Amen. Kama kizungu unajua kidogo, akikwambia praise God unasema I'm blessed. Amen. Wakati unaomba kuna vitu vitano vya kuzingatia. Nitavisema kwa haraka na utakuwa unavitumia kila siku iendayo kwa Mungu. Cha kwanza, kabla hujafanya chochote kila siku jitakase. Unasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo ukisimama tu, ukiwa umesimama, ukiwa peke yako, jambo la kwanza kabla hujaanza unasema Baba, nimeshinda siku nzima kwa mawazo, kwa kujua, kwa kutokujua, naomba unisamehe. Najisafisha na damu ya Yesu, kwa sababu umesema kwenye Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka 10, fanya nini? Tukiziungama dhambi zetu, wewe ni mwaminifu, huo unatusafisha, naomba unisafishe. Hatua ya pili pale unasema Roho Mtakatifu na kualika na kukaribisha, kwa sababu wewe ndio ambaye unanisaidia mimi kuomba, kwa sababu mimi sijui kuomba. Kwa hiyo naomba nikuambie mpendo wangu siku ya leo, siku nzuri kabisa, kwamba wakati unataka kuanza kuomba, wakati wowote, jambo la kwanza unajitakasa. Ukiweza kushika Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka 10 kwa kuisema itakuwa vizuri. Hapo hatua ya pili unafika unasema Roho Mtakatifu na kukaribisha. Warumi 8:26 umesema kwamba wewe ndio unaweza kuniombea. Unaweza kuniombea kusikoweza kutamkwa. Halafu jambo la tatu nasema Baba, siwezi kuja kwako na kuja kwa jina la Yesu. Natumia jina la Yesu. Ombi langu nitakalokuambia naomba ulisikie kwa jina la Yesu.